Tuwaseme amen. Ni dhamani kubwa sana ambayo tumelipiwa, kifo cha Yesu, ili tuanze kuishi maisha ya kufufuka, maisha ya kufufuliwa, maisha ya nguvu, maisha ya kushinda mauti. Ndiyo tunaishi usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 16, tukiwa na ufahamu huo, mstari wa 16, hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Kwa sababu ya maisha tunayoyaishi baada ya Yesu kufufuka, na sisi vile vile tukafufuka, tunaishi maisha ya kufufuka. Sasa neno la Mungu linasema sasa hata imekuwa sisi tangu sasa, baada ya Yesu kufufuka na tunaishi maisha hayo, tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, hapa nyuma tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Sasa hivi hatumtambui Yesu kwa jinsi ya mwili. Nataka nitafsiri hilo neno kwa mara mbili. Hatumtambui Yesu kwa jinsi ya mwili. Inaweza kumaanisha hivi, ya kwamba tukiwa tumesimama ndani ya mwili, tukitumia halisi, tukitumia kioo cha mwili, tumekuwa tukimtambua Yesu kwa kioo, ama tukiwa tumesimama, sio kwa roho, tumesimama kwa mwili, tunamtambua Yesu, tunamwangalia Yesu mahali amesimama, tunamtambua tukitumia vigezo ama viwango vya mwili. Tunamuona Yesu tukiwa tumesimama kwa mwili. Sasa tunamuona kimwili. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Ama tukiwa tumesimama katika roho, lakini tunamuona Yesu akiwa amesimama kimwili. Tunamwangalia Yesu anafanana kama mwanadamu, tunamuona kwa viwango vya mwili. Tunamtazama Yesu akiwa na sura ya mwili ya mwanadamu, akiwa na kiwango cha mwanadamu, akiwa na sura ya mwanadamu, akiwa mnene kama mwanadamu, kwa sababu Yesu tunamsoma kwa Biblia, aliingia kwa mwili ya mwanadamu akifanya shughuli zake, tunamuona kama mwanadamu. Neno la Mungu linasema, lakini kwa sababu Yesu alipofufuliwa, tukaanza kuishi maisha mapya ya rohoni. Kuanzia hapo, tangu sasa, ingawa sisi tumetambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa kwa sababu Yesu alipofufuliwa, tunaishi maisha ya kufufuliwa, lakini sasa hatumtambui kwa mwili tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi maisha ya kushinda kifo. Tunaishi maisha ya ushindi usiku wa leo. Tunaishi maisha ya viwango vya juu, viwango vya kufufuliwa. Sisi tushafufuliwa kutoka kwa mauti. Tushafufuliwa usiku wa leo
kutokana na magonjwa ya kufisha. Leo hii, usiku wa leo, hatuishi kwa kumtambua Kristo kutumia mwili, tunatumia roho kumtambua Kristo. Kristo ni nani? Tunatumia vigezo vya roho. Maana neno la Mungu linasema, utamjua vipi mwanadamu kama hauna roho? Hauwezi kuelewa mwanadamu kwa kutumia mwili. Unamwelewa mwanadamu kwa kutumia mawazo, na maisha ya mtu unayajua kwa kutumia roho. Bwana Yesu asifiwe. Haya, sasa ndugu yangu, tusome Yohana 14 mstari wa 12. Yohana 14 mstari wa 12. Tuko na background ya maisha ambayo tunaishi, ili tusije tukasahau ya kwamba tunaishi maisha ya Yesu ambaye ametupa maisha ya kufufuliwa. Kwa hivyo kama tunaishi maisha ya kufufuliwa, hakuna nafasi ya kufa tena. Baada ya maisha hii sasa ni kupaa, kuingia mbinguni, mahali Mungu wetu Baba yetu alipo. Mstari wa 12, Yohana anasema hivi. Yesu anatuambia usiku wa leo, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Amini amini. Mama, dada yangu ulio hapa, ndugu yangu, amini amini na kuambia, Yesu anatuambia, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Mtu aseme amen. Yesu anasema, yeyote ambaye ananiamini mimi kufikia sasa hivi usiku wa leo, yeyote ambaye ananiamini anajua kazi ambazo mimi huzifanya. Mimi nina uwezo wa kufufua yeye ambaye amekufa. Nina uwezo ya kuponya magonjwa ambayo hayawezekani. Mimi ninaweza kufufua mtu ambaye hatembei akatembea. Mimi ninaweza kubadilisha, ninaweza kusamehe dhambi, ninaweza kutoa mtu mavumbini nikamweka mahali pa kutawala. Ninaweza kubadilisha mahali ambapo pameharibika, ninaweza kujenga. Huyo ni Yesu. Na anasema yeyote ambaye anaweza kuniamini mimi, huyo anaweza kuzifanya kazi zile ambazo nimezifanya mimi, na sio kazi zangu tu peke yake. Anaweza kufanya kazi zile ambazo nimezifanya, na hata zaidi ya zile kazi ambazo nimezifanya. Yule mtu ambaye ameniamini anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema sababu, akatupatia sababu, wewe pamoja na mimi tufanye mambo makubwa. Wewe pamoja na mimi tuanze kutembea kwa viwango vikubwa. Anatuambia sababu tunaweza kufanya mambo makubwa kuliko yeye. Kutokana na hiyo mstari, wewe unaona Yesu amesema you can be a great woman. Kwa sababu gani? Amesema sababu kwa hiyo mstari. Wewe umeona Yesu amesema sababu wewe ufanye mambo makubwa ukiwa msichana mdogo tu hivi. Ukiwa mama wa umri unaweza kufanya mambo makubwa. Akapeana sababu. Sababu amesema ni nini? Yes? Yeye anaenda.
kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Hiyo inawezekanaje iwe ndiyo sababu? Anasema ukiniamini utafanya mambo makubwa. Ukiniamini hautakaa kwa nafasi ambayo unapatikana. Ukiniamini kuna nafasi ambayo nimekutengea. Utafanya mambo makubwa zaidi. Utabadilishwa. Hautakaa jinsi watu wanakujua. Utafanana na hali ingine tofauti, maana mimi ninaenda kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akienda kwa Baba, wanafunzi wake walisikia upweke. Wanafunzi wake walisikia kusononeka. Wanafunzi wake walisikia kuachwa. Na ndio maana usiku wa leo nimekuja kukuambia, ukifika mahali katika safari hii ya maisha, uwe kijana uwe mama, ufike mahali hali ishishikane, ionekane ni kana kwamba umeachwa katika hali hiyo peke yako. Uonekane ni kama hauendi mbele, haurudi nyuma. Mahali umefika unasikia ni kama uko peke yako. You are feeling so lonely in that condition in which you find yourself now. Kwa sababu unafili ni kama Yesu hayupo. Unafili ni kana kwamba umeachwa peke yako. Usiku wa leo Yesu anasema, ukifika mahali usikie ni kana kwamba nimekuacha. Sikuangi nimeenda mahali, niko pamoja na wewe. Yesu anasema kutoweka kwangu ni kukupea nafasi ili wewe ukang'are. Ni kukupea nafasi ili ukatumie vipawa ambavyo nimeweka ndani mwako. Ukisikia nimetoweka kidogo, ukasikia upweke, ujue ya kwamba bado nimeenda kwa Baba. Nimeenda kuunganika na Baba yangu. Mimi pamoja na Baba ni kitu kimoja, na wewe ukiwa ndani mwangu utakuwa pamoja na Baba. Kwa hivyo ukisikia uko na upweke, si kwamba uko peke yako. Mimi Yesu nimefanya miujiza ambayo nimefanya. Ukiona ninatoka kidogo, nikuachie nafasi ili ukaweze kufanya kazi hii. Watu wajue nimekuokoa, watu wajue umeokoka na umejazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ndugu yangu, ukifika mahali usikie ni kana kwamba Yesu amekuacha, hapo ndio sasa anataka ufanye mambo ambayo hata wewe mwenyewe haujawahi fanya, haujawahi ona. Ukifika mahali usikie ni kana kwamba sasa mambo haiendi. Hapa nimefika sasa, Mungu asipotokea mimi nimekufa. Yesu anasema ninakuanga nimeenda kwa Baba, na nikiwa nimeenda kwa Baba niko pamoja na wewe. Kuna kuunganika. Sasa ina maana ya kwamba wakati wowote unasikia umeachwa, Yesu amekupea nafasi ya kuunganika na Baba. Wale ambao wanakaa ndani mwake watazama matunda ya kuishi ya kudumu. Kwa hivyo Yesu akienda kwa Baba ni kuunganika na yeye, na wewe ukiwa ndani ya Yesu ina maana ya kwamba pia umeunganika na Baba. Na kwa sababu ya muunganiko huu, usiku wa leo kama utajiunganisha na Mungu bado na maisha yako na moyo wako, utafanya mambo makubwa. Utainuka viwango. Kama ni biashara, kama ni kazi ambayo inakaa imelala, wakati Yesu anakaa ni kana kwamba amekuacha. Kama vile dada yetu Nyangavire amesema, alienda sokoni, malaria ama maumivu ikakuja kwa mwili, akaonekana ya kwamba Yesu amemuacha. Kumbe wakati huo ndio anataka kufanya sasa maradufu. Wakati unasikia kwamba umepoteza, ndio sasa muda si mwingi.
Yesu anataka kufanya zaidi kwa kupitia kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu anaondoka, ndio anaachilia urithi. Wakati Yesu anatoweka kidogo, ndio anakupea nafasi ya kung'ara. Wakati Yesu anatoka kidogo, ndio anakupea nafasi ili kilicho ndani mwako sasa kikaweze kudhihirika. Ndio anakupea nafasi wale ambao wanafikiria hauendi mahali, anataka kuchitukuza katika hiyo hali. Usiku wa leo nimekuja kukuambia, kama umefika mahali na unasikia kuachwa, Yesu hajakuacha. Amejiunganisha na Baba, na wewe ukiwa umeunganika na yeye, basi sasa yako yanataka kubadilika maradufu kwa utukufu wa Yesu. Somebody say amen. Ndio uongezeke na ndio umultiply, inakuanga kwanza Yesu anaondoka. Baada ya muda mfupi, baada ya muda mchache, the potential in you now comes to the fore. Ile uwezo ambao Yesu ameweka ndani mwako ndio sasa inakuja kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna manabii wawili hapa, Elia na Elisha, katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2, na hatutasoma hapo. Wakati nabii Elia, tunajua kazi na nguvu ambayo Elia alikuwa nayo, akiwa amefikia mwisho wa huduma yake, akataka kuteua yule mrithi wa nguvu zake. Akapita siku nyingine, Elisha analima ng'ombe, akaguza Elisha namna hivi na akaenda. Elisha akamfuata, akajua ya kwamba huu ni mwito ambao nimeitiwa na mtumishi wa Mungu. Akatembea na yeye, akafika mahali Elisha akaambia Elijah akauliza Elisha, ndugu yangu, umetembea na mimi, nimekuona ukinitunza, ukinifanyia, ukiniserve, sasa unataka nikufanyie nini? Elijah akamwambia, Elisha akasema, mimi nataka wewe unipe nguvu zako maradufu, nataka nipate uwezo ambao uko nao maradufu. Elisha akamwambia, umeuliza jambo ngumu, lakini nakuhakikishia wakati utaniona mimi nikiondoka, nikirudi, nikienda, basi hapo ndio utapata nguvu maradufu. Wakati utaniona nikienda, wakati utaniona nikitoweka, basi hapo ndio nguvu zitakuja kwako maradufu. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa wanatembea hivyo, Elisha akaona magari ya moto na farasi zinatokea. Magari ya farasi, magari ya moto na farasi ya kutoka mbinguni inakuja, inawaka. Na ilipopita hivi, akaona bwana wake nabii Elisha akanyakuliwa, akapotelea mawinguni. Na alipokuwa anapotea, vazi, jacket yake ikaanguka chini. Elisha alipochukua hiyo jacket, hiyo vazi, hakujua ina nguvu mara hiyo. Na unajua walikuwa wamevuka ng'ambo hile, na walipovuka, Elisha akamuona Elijah, akatumia hiyo vazi akapiga nayo maji, ikakawanyika, wakapita. Walipofika ng'ambo ile, Elisha akachukuliwa. Alipochukuliwa, akaona hiyo vazi ndio ilianguka chini. Kwa hivyo alipochukua hiyo vazi,
anataka kurudi nyumbani kwa kuvuka huo mto tena. Alipofika kwa maji imeshikana, akasema, wapi Mungu wa Eliya, anisaidie na mimi nivuke hii maji, wapi huyo Mungu? Na akachukua hiyo vazi na akapiga nayo maji, ikakawanyika na akapita katikati. Kuanzia hapo Elisha alikuwa na nguvu ya Mungu zaidi ya Eliya, kwa sababu Eliya ameondoka, kwa sababu mtumishi wa Mungu nabii ameondoka. Alipoondoka akatoa nafasi, ndio Elisha akaanza kutembea kwa nguvu maradufu za Eliya. Lakini ni baada ya Eliya kuondoka, akaanza kusikia upweke, atapitaje kwa maji. Lakini baada ya hiyo hakujua. Ndio sasa amepokea mantle, amepokea sasa inheritance, amepokea sasa urithi wa nguvu za Mungu baada ya mtumishi wa Mungu kuondoka. Ndiyo sababu nimekuja nikisema, Yesu akasema ya kwamba ninapoenda ndio mtafanya kazi ambazo nimezifanya kwa nguvu zaidi kuliko zile ambazo nimefanya. Yesu anapoondoka, Eliya anapoondoka, unaposifika mahali usikie upweke, loneliness, hapo ndipo Mungu anataka kujidhihirisha ndani mwako. Hapo ndipo Mungu anataka kukuponya. Hapo ndipo anataka kukufungulia njia. Hapo ndipo viwango vyako vya maisha inataka kupanda. Wakati unasikia loneliness, hapo ndipo Mungu anataka kukumbuka. Ukisikia umeachwa na rafiki na mpendwa, ni kwa sababu Mungu anataka kukulipa. Ukisikia biashara yako umeenda hasara, hapo ndipo Mungu anataka kukulipa. Hapo ndipo Mungu anataka kukuinua. Hapo ndipo Mungu anataka kukupandisha viwango. Hapo ndipo Mungu anataka kukujenga. Hapo ndipo Mungu anataka kukuponya. Unaposikia upweke, unaposikia kukwama, nimekuja usiku wa leo kutangazia mtu hapa ya kwamba hauendi nyumbani kwa namna ambavyo ulikuja, kwa kwamba hautakaa kwa njia hii, njia panda. Yesu anataka kujidhihirisha. Wakati unasikia maumivu yamezidi katika mwili wako, kumbe Yesu anasema ndio utafanya makubwa, ndio utafanya miujiza, ndio watoto wako watapita, ndio watoto wako wataleta ripoti nzuri. Wakati unasikia kukwama, that is the time unataka kung'ara. Usiku wa leo, usiku wa leo, usiku wa leo, na iwe turning point ya maisha yako. Hapo mahali ulipo, wakati mwingine unakaa peke yako, machozi inatiririka kwa mashavu yako, unasikia ni mbona ni mimi tu nakaa hivi. Kumbe hiyo inakuanga ndio Yesu ametoweka. Yesu alipotoweka, wanafunzi wake walisikia jinsi ambavyo unasikia. Alipoondoka, wanafunzi wakasema, yule Bwana aliyekuwa anatusaidia, anatutetea, na walinzi anatutetea, na viongozi wa nchi hii ambao hawataki injili, sasa akiondoka, sisi tutakuwa wageni wa nani? Lakini Yesu kumbe alikuwa anasema, kuondoka kwangu ni heri yenu. Ninapoondoka ndio sasa nyinyi mnakuwa na heri, nyinyi ndio mnanawiri ninapoondoka. Jioni ya leo ama asubuhi ya leo, ujue mpendwa, mahali ulipo hapo ndio Yesu anataka kujidhihirisha ndani ya maisha yako,
watoto wako, mahali umefika tu hapo hapo ndio Yesu anataka kujidhihirisha katika maisha yako. Msichana uliye hapa, umemaliza masomo na hakuna kibarua, mahali umefika hapo kwa njia panda, inakaa ni kana kwamba Yesu ameondoka, inakaa ni kana kwamba Elijah amechukuliwa na magari ya moto, na wewe umebaki ngambo ile ingine. Unajiuliza, nitavuka huu mto vipi? Kumbe vazi, there is a mantle ambayo imeanguka kutoka kwa Yesu usiku wa leo, na kwa kutumia hiyo mantle unavuka ngambo ile nyingine na unafanya mambo makubwa zaidi ya yale ambayo umefanya hapo nyuma. Mpendwa, kabla ya jua ichomoze, usiku kama saa ikikaribia asubuhi saa 11, ndio giza inakuanga mzito zaidi kuliko hata saa 8, kuliko saa 7, kuliko saa 10. Inaashiria nini? Wakati giza inashika kabisa, inamaanisha kwamba jua iko karibu kuchomoza. Ndani ya maisha yako, ukifika mahali uone giza ndio imekuwa mzito zaidi, hapo ndipo sasa Yesu anasema wale ambao wananiamini ndio wanataka kufanya mambo makubwa zaidi ya yale ambayo hata mimi mwenyewe nimefanya. Imagine wewe ufike mahali ufanye mambo makubwa zaidi ya Yesu. Inakubalika. Sio viwango ambavyo Yesu alifanya kazi ya Mungu hapa duniani, sio ndio viwango vya juu. Yeye mwenyewe anasema tutafanya kazi ya Mungu zaidi ya vile yeye aliponya. Kama yeye aliponya watu kwa viwango fulani, kwa magonjwa ya aina fulani, anasema wale ambao wananiamini mimi watafanya zaidi. Tutawekea watu mikono, watainuka, watapona magonjwa ambayo haijawahi sikika. Watainuka, watapona, kwa sababu tunamwamini yeye. Yeye ametuhakikishia tusijidharau, wapendwa. Sisi ni watu wa kufanya mambo makubwa. Huu ni mwezi wa kuongezeka. Huu ni mwezi wa multiplication. Usiku wa leo tumevuka kutoka kwa mwezi wa 7 ambao tumeng'ang'ana kwa namna ambayo tumeingia mwezi wa 8. Oh, yes. Ni mwezi wa kupanuka, ni mwezi wa kumultiply, ni mwezi wa viwango vya juu, ni mwezi wa kuongezeka kama kanisa, mwezi wa baraka za Bwana, ni mwezi wa revival, ni mwezi wa baraka mpya, ni mwezi wa promotion, ni mwezi wa promotion, ni mwezi wa kupewa viwango na goods in the name of Jesus. Sisi ni watu wa kufanya mambo makubwa. Yesu mwenyewe ametuhakikishia